Bwana Yesu asifiwe, watoto na watumishi wa Mungu, na wasalimu nyote katika jina lake Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ninamshukuru Mungu ambaye tena ametupa nafasi ya kukutana kupitia ukurasa huu siku ya leo na katika wakati huu. Siku ya leo ninasukumwa kusoma neno la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Warumi sura ya 1 kutoka mstari ule wa 28 mpaka wa 31. Biblia inasema hivi: na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyowapasa. Wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uuaji na uovu wa tamaa na ubaya. Wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa, watu wa nia mbaya, wenye kusengenya, wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu, wenye jeuri, wenye kutakabari, wenye majivuno, wenye kutunga mabaya, wasiotii wazazi wao, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao, wasio na rehema. Hili ndilo neno la Mungu ambalo tumepewa kutafakari katika majira na wakati huu. Biblia inasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa, wafanye yasiyowapasa. Ikiwa mtu amemkataa Mungu, ni vigumu sana kukukubali wewe, kwa sababu anayemkataa Mungu aliyemuumba akachagua kuamini kwa miungu mingine, akachagua kuamini na kufuata yale anayaona kwake ni sawa, ni vigumu sana kukubaliana na wewe kwa sababu ya Mungu wako. Lakini hasara ya mtu kama huyu au hasara ya watu kama hawa iko wapi? Yesu anasema, chochote kimjaacho mtu moyoni ndicho kimtokacho. Kwa hiyo kama mtu anamkataa Mungu, kama mtu anakataa mafundisho ya neno la Mungu, analikataa neno la Mungu linalokuja kwenye maisha yetu kupitia watumishi wake, kupitia watu mbalimbali, maana yake amemkataa Mungu. Ajabu ni kwamba huyu anayemkataa Mungu anatembea kwenye dunia ya Mungu, anaangaziwa jua na Mungu, anavuta oksijeni ambayo inatoka kwa Mungu, anatembea kwenye ardhi ambayo Mungu ameiweka. Okay. Katika mstari ule unaofuata wa 29 anasema, wamejawa na udhalimu wa kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Kwa hiyo haoni shida kukufanyia jambo lolote baya, kwa sababu wamejawa na udhalimu. Moyo wa mtu uliojawa na udhalimu hafikirii wala haogopi kukufanyia jambo baya au kuwafanyia jambo baya familia yako, kwa sababu ya kile ambacho kimejaa ndani. Anasema hivi, wamejawa na udhalimu na kila namna. Wamejawa na udhalimu na kila namna, uovu na tamaa na ubaya. Kwa hiyo wamefika mahali anayatamani maisha yako yawe ya kwake na cha kwake kiwe cha kwake. Wacha nikuambie, uovu una malipo yake. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Kwa hiyo hata mtu angekuwa muovu kwa kiwango gani, siku zake zinahesabika, na kuna wakati ataondoka. Ataondoka kimwili, ataondoka kiroho. Na hata kama angekuwa ni mtu mwenye nguvu za namna gani, ataondoka. Farao mfalme wa Misri alikuwa na nguvu bwana. Akina Nebukadreza walikuwa na nguvu, lakini siku moja waliondolewa na waliondoshwa kwenye zile nafasi. Vivyo hivyo, anayemkataa Mungu kwa kufikiri ana nguvu ya kitu fulani, wakati unakuja na siku zinakuja, nguvu yako haitakufaa. Kile unachokitegemea hakitakusaidia.
Kitakachowasaidia watu ni kuwa na Yesu. Anasema watu wa nia mbaya, mikakati na mipango. Mtu ana nia mbaya, ametamani shamba lako, ametamani kiwanja chako, ametamani mke wako au mume wako, na wakati mwingine unacheka nao, unakula nao, unakunywa nao, unaishi nao kama watu wema, lakini wana nia mbaya dhidi ya maisha yako, wana nia mbaya dhidi ya familia yako. Wao wamekataa kuwa na Mungu. Pamoja na kuwa na nia mbaya, ni watu ambao ni wasengenyaji, wenye kusingizia. Kwa hiyo unaweza ukatengenezewa kesi na mashahidi wa bandia wakatengenezwa juu ya maisha yako. Ngoja nikuambie, havijaanza leo. Nabothi Myezreeli alitengenezewa kesi kwa sababu Ahabu alitaka shamba la Nabothi, na mke wake Yezebel alimwambia, mimi nitakupa ili shamba. Akawaandaa wazee wa mji, wakatengeneza na nyaraka feki, wakasema Nabothi amemtukana mfalme pamoja na Mungu. Nabothi akapigwa mawe mpaka akafa, na lile shamba la Nabothi akalichukua Ahabu. Lakini kifo cha Ahabu na Yezebeli kilikuwa kibaya sana, chenye aibu. Waliliwa na mbwa kwenye shamba lile lile, kwenye eneo lile lile walilomuua Naboth kwa hila. Kwa hiyo kama watu wamemkataa Mungu, hawashindwi kumwaga damu isiyo na hatia. Lakini ngoja nikuambie kitu, siku zinahesabika, siku zinahesabika. Wanaweza wakakutengenezea kesi kama Nabothi, wakakutengenezea na mashahidi wa uongo kazini kwako, kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kanisani kwenu. Wanaweza wakakutengenezea kesi, na hiyo kesi imekuwa na mazingira ya kuhakikisha wewe hautakuwa yule ambaye umekusudiwa. Ninachosema ni kwamba wamechelewa, kwa sababu Mungu hulinda kitu cha thamani alichoweka kwako kabla hajakulinda wewe nje. Analinda kile kitu cha thamani. Na kama haujui au hawafahamu, kasome habari za Yusufu. Yusufu, ndugu zake walitaka kumuua mwanzo, wakaamua wamtupe kwenye shimo. Pamoja na hayo, wakafika mahali wamuuze. Nani alikuwa anafanya mageuzi haya? Kwa sababu kusudio lao lilikuwa mauti. Mungu akalinda kilichoko ndani ya Yusufu, na Mungu akamlinda Yusufu. Hivi ndivyo ambavyo Mungu anakulinda wewe na kile ambacho Mungu ameweka ndani yako. Haijalishi kwamba kumekuwa na hila za namna gani, kumekuwa na nia mbaya, kumekuwa na mipango ya kutengenezewa mambo mabaya kutoka ndani ya familia au kanisa au katika nchi yako, kumekuwa na mambo ambayo ni mabaya. Ninachotaka nikuambie, Mungu anakutetea wewe na anatetea kile alichoweka ndani yako. Kwa nini? Kwa nini? Anasema wenye kusingizia, wenye kumchukia Mungu. Wanamchukia Mungu. Wakimchukia Mungu watakupendaje wewe? Kumbuka, tumeanza na ule mstari unasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao. Kwa hiyo wamekataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, wamekubali kuwa na shetani. Haijalishi wewe ni Mkristo au sio Mkristo. Ukiona mtu anapinga neno la Mungu, analikataa neno la Mungu, anayaona mafundisho ya neno la Mungu kwake kama kero, kama usumbufu, ujua amemkataa Mungu. Kama amemkataa Mungu, hawezi kukubali wewe. Lakini ole wa kila anayelikataa neno la Mungu, kwa sababu hana kitu kingine cha kumtetea, na siku zinakuja. Hawa watu ambao wamemkataa Mungu, wanaomchukia Mungu, atakuwa ni mtu mwenye jeuri. Lakini rafiki, hauna jeuri kama Farao. Farao alikuwa jeuri bwana. Farao alikuwa katili, lakini mwisho alinyamazishwa. Na ndivyo itakavyokuwa kwa wale waliomkataa Yesu, wale waliomkataa mfalme wa wafalme, huyu Mungu wa Israeli anayeishi na kumiliki na kutawala. Wamekukataa wewe, wamemkataa Mungu wako. Usijing'ang'anize, usijing'ang'anize, wala usiwang'ang'anize wamjue Mungu wako. Wacha nyakati zinakuja ambazo watamtafuta,
Kuna wakati watatamani kuisikia hiyo sauti yako, na lile neno la uzima ambalo Mungu ameweka kwako hakutakuwa na nafasi. Kuna watu saa hii wanatamani wangesikia yale ambayo walikuwa wanaambiwa, na wakiambiwa tubuni. Yesu mwenyewe alisema tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Mimi ni nani nisikuambie tubu, kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Hata ungekuwa na mamlaka na nguvu za kiwango gani, tubu, kwa sababu siku zinakuja. Jiulize leo juu ya wagonjwa ambao wangetamani kuongea, hawana uwezo wa kuongea. Sio kwamba hawana vinywa, sio kwamba hawana akili, lakini maradhi yamewabana na wengine wamenyamaza. Fikiri waliofia kwenye mikono ya madaktari bingwa duniani. Tumesikia msiba wa aliyewahi pia kuwa waziri mkuu wa taifa la Kenya, hayati Raila Amolo Odinga. Amefia kwenye mikono ya madaktari bingwa huko duniani akitibiwa. Wamepambania uhai wake mpaka dakika ya mwisho. Unafikiri uhai wako utalindwa na nani? Madaktari wameshindwa, amelala, amenyamaza, hesabu yake imekwisha. Fikiri nguvu ya kiuchumi aliyokuwa nayo, serikali iko nyuma yake kwa matibabu, lakini ameondoka. Jeuri ya mwanadamu iko wapi? Unapomkataa Mungu, unapomchukia huyu Yesu ambaye amekupa sababu ya kuishi katika dunia hii, unategemea nini? Biblia inasema Mungu amewaacha wafuate fahamu zao zisizofaa. Umewatengenezea watu mazingira mangapi ambayo yamekuwa magumu ndani ya kanisa, ndani ya familia. Hautakaa hapo milele. Siku za mageuzi zinakuja. Na ngoja nikwambie, wana wa Israeli walipomlilia Mungu, Mungu akamtokea Musa katika kitabu cha Kutoka sura ya 3, akamwambia, nimesikia kilio cha watu wangu, nimeaona na mateso yao, na mimi nimeshuka ili niwaokoe. Ogopa sana mstari kwamba nimesikia. Habari ya kusikia unaweza ukaletewa ikapunguzwa au ikaongezwa, lakini Mungu alisikia mwenyewe, alafu akaona. Alipoona akashuka. Mungu akishuka kuwatetea wale ambao unafikiri unawatesa, kutoka ndani ya familia yako, kutoka ndani ya kanisa lako, kutoka ndani ya taifa lako, hakuna mtu atakaye kusaidia. Eli aliwaambia watoto wake, mtu na mtu mwingine akigombana wataamuliwa, lakini mkigombana na Mungu, ni nani atakaye waamua? Unagombana na Mungu kwa kuchukia neno lake, kwa kuwachukia watumishi wake. Usifikiri utasurvive. Muda ni mfupi sana. Kiburi cha mwanadamu, Biblia imeandika, ni miaka 70-80. Kama mtu ana nguvu, hata kama wako watu wanaishi miaka ya neema 90-120, ni kwa sababu wamependwa na Mungu. Usifikiri unayoyafanya kwa kuwasumbua wanafamilia, kwa kuwasumbua watumishi wa Mungu ndani ya nyumba za ibada, Mungu haoni. Anaona, anasikia. Siku zinakuja, usipotubu rafiki, hautaangaliwa wewe ni nani. Toba peke yake ndio itakayokupa nafasi. Na Biblia inasema hivi, wasio na ufahamu, wenye kuvunja maagano, wasiopenda jamaa zao na rehema. Umevunja maagano, una ufahamu, unamhitaji Mungu ili uwe na ufahamu na ukatende ya kupasayo, kwa sababu nje ya kile ambacho Mungu amekuagiza, uwe na uhakika utapokea malipo. Utapokea malipo. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Geuka, tubu. Yesu alianza kwa kuhubiri akisema, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Na mimi ninakuambia
tubu kwa sababu ufalme wa Mungu umekaribia. Yesu anaweza akarudi kwenye maisha yako kibinafsi. Sio lazima arudi kwa dunia yote. Anaweza akarudi kwenye maisha yako kibinafsi. Umejiandaaje kuikabili hukumu ya milele? Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Amen.